Sikiliza vizuri. Adamu kabla hajatenda dhambi, vile ambavyo Mungu alitaka Adamu awe, Adamu alivyoumbwa, automatically Mungu alikuwa ndani yake. Sikiliza vizuri. Mungu akiwa ndani ya Adamu haizuii binadamu kuwa na uchaguzi wa maisha anayotaka. Kama umenielewa nipungie mkono. Naomba nirudie. Kuwa na Mungu ndani yetu, kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako haizuii wewe kufanya maamuzi unayoyataka. Sikiliza vizuri. Tayari Adamu ana Mungu ndani yake, lakini huyu Mungu anataka Adamu naye akae ndani yake. Sikiliza vizuri. Mungu kukaa ndani yetu kabla dhambi haijaingia, alikaa bila hiari yetu. Maana alituumba hivyo. Alichukua mavumbi ya ardhi akapulizia pumzi ya nini? Kwa hiyo Mungu kuwa ndani yetu kabla ya dhambi haikuwa hiari yetu. Mungu alikuwa automatically ndani yetu. Lakini sikiliza. Eneo tulilojifunza asubuhi linaitwa heart ama innermost core. Sehemu ya ndani ya binadamu ya kufikiri. Mungu kaipa uhuru fikra ya Adamu iamue kukaa ndani ya Mungu. Sijui kama naenda pamoja na watu. Hebu nipungie mkono nione kama niko na watu. Okay? Wachache. Narudia tena. Adamu alipomaliza kuumbwa hana dhambi na ndani yake kuna uwepo wa Mungu. Lakini ndani ya akili ya Adamu kuna eneo la mtu alihusiki na Mungu. Hilo eneo hilo limewekewa maamuzi ya mtu kuamua. Ili Mungu akae ndani ya huyo mtu ni lazima, ili mtu akae ndani ya Mungu ni lazima huyu mtu aamue kwa hiari yake kumtii Mungu ili akae ndani ya Mungu. Nani amenielewa sasa? Nipungie mkono. Na unisikilize vizuri ili usikosee. Hiki kitendo Mungu hakukiumba baada ya dhambi. Kabla binadamu hajatenda dhambi, tayari Mungu alikuwa ndani yake, lakini Mungu anataka hiari ya binadamu. Kitendo cha Adamu akikubali ndani ya nafsi yake, nimeamua kumtii Mungu. Maana yake Adamu anakaa ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani ya Adamu. Alafu Adamu na Mungu wanakuwa kitu kimoja. Nipungie mkono kama tuko pamoja. Naomba nirudie ili nihame hii pati. Hii hali haikuanza baada ya dhambi. Kumbe binadamu kufanya maamuzi sio baada ya dhambi. Tumepewa nguvu ya kufanya maamuzi hata kabla ya dhambi. Yesu anaposema kaa ndani yangu, Yesu anazungumzia nimekupa uhuru wa kuchagua unavyotaka, lakini tafadhali usalama wa maisha yako unapaswa kusikiliza maelekezo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikaja kuconclude kwa kusema hivi, kumbe hatujaumbwa tuishi tunavyotaka, tumeumbwa tuishi tunavyotakiwa. Hatujaumbwa tuishi tunavyotaka, tumeumbwa kuishi tunavyotakiwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ni yeye aliyetaka kutuumba na sio sisi tuliyetaka atuumbe. Usalama wa maisha yetu uko kukaa ndani ya nani? Mpaka hapo tuko pamoja watu wa Mungu. Let me go deeper. Okay. Acha niingie ndani zaidi. Tukikubali kukaa ndani ya Mungu, haimaanishi tumeshinda majaribu. Haimaanishi dhambi zitakoma. Haimaanishi hatutajaribiwa. Sikiliza vizuri. Yesu akiwa amemaliza kubatizwa, naomba mnijibu hili swali. Yesu akiwa amemaliza kubatizwa siku ile, ametoka majini, Roho wa Mungu amemshukia na sauti imesema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Swali, Yesu alikuwa na dhambi siku ile? Hakuwa na dhambi. Hakuwahi kutenda dhambi. Hivi umewahi kukaa ukajiuliza, kama Yesu hakuwa na dhambi, hakuwahi kutenda dhambi, kwa nini alivyobatizwa alikwenda polini kufunga siku 40? I mean jangwani. Have you ever asked yourself why? Sijajua nini, mimi kuna kipindi Pastor Ruhadi, kuna kipindi
Wiki moja nikiishi karibu na Mungu najikuta kweli, yani najiona mtakatifu. Yani hadi maombi napunguza, sema hii wiki kuna deki. Mzee amekaa vizuri kwangu. Lakini angalia, Yesu pamoja na kwamba hana dhambi lakini anafunga. Swali liko hapa, kwa nini Yesu afunge na hana dhambi? Na muama Adamu kidogo ili unielewe. Nitarudi kwa huyu Adamu kabla hajatenda dhambi. Huyu ni Yesu. Baada ya binadamu kutenda nini? Sikiliza vizuri. Yesu, jana kama mlikuwepo, Yesu wakati anazaliwa ana utofauti na Adamu. Hivi vitu sina uhakika ila naamini. Naamini Adamu na mkewe hawana kitovu. Naamini hivyo. Okay, kwa nini si tuna vitovu? Kwa sababu tumekaa wapi? Adamu yule sijui nitamwangalia. Maana naenda mbinguni, kwa hiyo ile miaka 1000 nitamuita. Babu we, njoo. Samahani kidogo. Hivi una kitovu? Sikiliza. Mungu nisaidie watoto wako waelewe. Yesu anapozaliwa ana utofauti na Adamu kabla hajatenda dhambi. Yesu anazaliwa hivi. Ana mwili tofauti na Adamu wa dhambi. Ana roho wa Mungu ndani yake. Narudia tena. Yesu ana mwili wenye dhambi tofauti na Adamu kabla hajatenda. Kama tuko pamoja tunyoshe mkono nijue tunaenda pamoja. Adamu kabla hajatenda dhambi alikuwa na mwili hauna dhambi. Adamu alikuwa asikii njaa. Adamu alikuwa achoki. Adamu alikuwa ali kwa sababu ana njaa. Alikuwa anakula kwa sababu kaumbwa kula. Lakini unajua saa hizi wewe kabla tu hujaumbiwa kula, nenge tu la njaa likikushika unapaswa ufanyeje? Yesu ataki kula, atake asitake, mwili unataka kula. Maana ana mwili wa nini? Sikiliza vizuri. Mwili wa dhambi umetokana na nini? Na ndio maana nimegundua tutapewa miili mipya. Sikiliza. Kabla Mungu alitupa mwili usiokufa. Shetani akatumia mwili kutawala akili. Adamu akatenda dhambi. Yesu sasa hivi ana mwili wa dhambi ambao automatically mwili wa Yesu anapozaliwa ni mwili ambao umeumbwa kutawala akili.